So moja kati ya swali ambalo linaulizwa sana na watu wengi ni kwamba je, graphics design ni skill au business? Kwenye hii video nitaenda kukupa majibu ya swali ambalo ulikuwa unajiuliza muda mrefu. Ila kabla sijakupa majibu hilo swali ni kwamba kuna kisa kimoja ambacho nitakitoa. Kwenye hiki kisa ndani yake ndo utajifunza kwamba graphics design ni skill au business. Sawa, tukisema business inamaanisha biashara, wengi tunaelewa. Kulikuwa kuna kijiji kimoja ambacho kilikuwa kina watu wengi wanaishi, lakini kulikuwa kumetokea mabinti wawili ambao walikuwa hawajui kupika mikate. Sawa, lakini katika kile kijiji kulikuwa kuna mzee mmoja ambaye huyo mzee ndo alikuwa anafahamu, yani kwenye huko kijiji ndo anasifika wenyewe, yani yule beka mzuri, yani pika mikate mizuri sana. Sasa au mabinti wakawa wana uhitaji au wanatamani kujifunza na wao namna ya kupika mikate. Sawa, wakatoka wakamfuata yule mzee. Baada ya kumfuata yule mzee akawaambia kwamba mimi nitawafundisha kupika mikate, nyoa hata msipate wasiwasi. Basi wakaanza mafunzo yao, wakafundishwa, wakamaliza pale, wakajielewa vizuri, wote wakajua namna ya kupika mikate. Lakini baada ya kutoka pale wale mabinti wakaenda nyumbani kwao. Sawa, wakaendelea tu na maisha yao ya kawaida. Lakini mmoja kati ya wale mabinti, sawa, tuseme labda binti A, yeye alivyoona haitoshi kupika mikate peke yake ya nyumbani, sio ya chai ya nini, akaamua au anapika mikate anaiweka nje kwao pale anaiuza. Sawa, lakini yule binti B yeye aliona tu kwamba yeye kujua kupika mikate kuwapikia watu nyumbani pale kwa ajili ya chai yenyewe inatosha. Sawa, sasa nini ambacho unakichukua katika historia ya binti A na binti B? Wote mabinti wote wawili walijifunza jinsi ya kupika mikate. Sawa, lakini binti A amejifunza kupika mikate, lakini hakuishia tu kupika mikate kwa ajili ya chai nyumbani na vitu gani. Akaamua awe anapika mikate ili mradi anawauzia watu wengine wanafanya ili anapata hela. Sasa tukirudi kwenye hili swali ambalo watu wengi ambao wanajiuliza sana, je, graphics design ni skills au business? Kwa binti A, sawa, tukiashumu kwamba binti A ndo amejifunza graphics design, tumesema kwamba binti A ana skills ya graphics design, lakini hakuishia tu kuwa na skills, akaamua kuifanya ile skills yake kuwa biashara. Lakini binti B ameamua tu kuwa na skills ya graphics design au tuseme ya kupika mikate, lakini yeye hakuamua kupitia ule ujuzi wake wa kupika mikate apate hela. Sasa kitu ambacho natakiwa ondoke nacho ni kwamba kuna mtu ambaye anajifunza graphics design kwa sababu ya skills. Sawa, yani kwamba tu awe na skills basi, yani for fun. Sawa, lakini hana mpango wote wa kubadilisha ile graphics design yake kuwa nini? Kuwa business. Sawa, business hapa nazungumzia biashara. Ina maana mna exchange, mimi nakutengenezea poster, wewe unahitaji poster, unaipa mihela, ile ndio biashara kwenye graphics design. Lakini kuna mtu ambaye atajifunza graphics design alafu atamaliza hapo, ataenda kujifunza namna gani ya kupitia yani ile skills ambayo yuko nayo anaweza akafanyaje akapata hela. Sasa kwenye hili swali ambalo ulikuwa unajiuliza ni kwamba majibu yake yako sehemu zote mbili, kwamba kuna mtu ambaye atakuwa graphics design lakini atabakia na skills peke yake, na kuna mwingine atakuwa amechukua vitu vyote. Watu wa betting wanaita both team to score, kwamba atakuwa na skills alafu pia vile vile atakuwa na yani kupitia ile skills yake anafanya biashara. Je, wewe ulikuwa ukisikia graphics design ni skills na business ulikuwa unaelewaje kwa upande wako? Sawa, follow for more videos.